nyota. Namba 2, kibali. Namba 3, upepo. Nitakuelezea upepo ni nini. Upepo. Namba 4, bahati. Namba 5, mvuto. Namba 6, watu. Namba 7, safari. Namba 8, jua. Namba 9, usiku. Namba 10, bahari. Namba 11, mchanga. Namba 12, madaraja. Madaraja. 15, marafiki. Elimu hii Mwenyezi Mungu ananifundisha nikufundishe ni kwa sababu unayo haki ya wewe kuweza kujikwamua na uchumi, kwa sababu hii ni jambo ambalo lina vita kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kila mmoja anabobea katika fani yake. Amina. Haya, tusomee hiyo Mathayo sura ya 1 mstari wa 1. Nafikiri iko hapo. Ndo anatoka Kimara sasa, anakuja kuiweka hapa. Ataiweka sasa hivi. Ameshafika? Ameshafika tayari. Haya, 1 2 3. Tusisome kama menkwa sasa, tusome kama wasomi bwana. Unajua hapa panaitwa Embassy of God for Nation, ubalozi wa Mungu wa mataifa yote. Kwa hiyo tusome kama mabalozi wa Mungu. 1 2 3. Kuna daftari. Bwana IPM kaongeza mtoto mwingine wa pili. Msogeze hapo. Anaitwa nani? Kirua. Kirua. Yaani kuna daftari. Wachaga wana utaratibu mzuri sana. Wanahesabiana. Yaani wanajua sisi tuko 300, wanajua. Si tuko 1000, wanajua. Kwa hiyo ni utaratibu, sijajua wameutoa wapi, lakini utaratibu mzuri ambao hata Biblia inasema ukoo. Hebu tuende 1 2 3. Kitabu cha nini? Cha ukoo wa Yesu Kristo. Yesu ana ukoo. Kwa hiyo wewe ukitaka kuflow baraka urithi huwezi kuchukua kwa babu. Yesu sio babu yetu. Yesu ni mkombozi wa dunia. Baba ni nani? Ibrahimu. Kwa ili uzipate baraka za Ibrahimu according na Warumi sura ya 4 mstari wa 1. Inasemaje? Warumi sura ya 4 mstari wa 1.
basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Endelea kusoma. Siku utakayoniamini na kunivaa, utaona mambo mengi ambayo hujawahi kuona kwenye maisha yako. Utakuwa na uwezo zaidi ya mchungaji, utakuwa na uwezo zaidi ya askofu, utakuwa na uwezo kwa sababu maji hayafuati mkondo, maji yanafuata maji. Dunia nzima ina maji chini ya ardhi. Unaponiamini kisawa sawa, kuna vitu lazima vitoke kwangu, unavirithi. Na swala la kuniamini mimi sio swala la ushirika, ni swala lako wewe binafsi. Ndio maana huyu anaweza kukuheshimu mwisho hapa na huyu anaweza kukuheshimu mwisho hapa. Katoka Mwanza, nilimfanyia kazi miaka 2 iliyopita. Akaenda Mwanza, amefanikiwa, amejenga nyumba, biashara yake imekuwa, watoto wanalipa ada vizuri, yani maisha yamekaa stable. Siku akaja hapa. Sasa wakati tunajiandaa kwenda kuchinja, nikamwambia zunguka huko nyuma kavue viatu ili tupande kwenye ile madhabahu ya pale nyuma pale juu. Mimi nimezunguka hivi nakuta katoa nguo zote, makalio naona meusi. Yaani na wanangu wananiamini mimi mzee wa Kichaga, hata walioko ndani ya kanisa wengine hawajafikia hiyo level. Kwa sababu watu wengi wana mazoea, na mazoea ndio yanayoharibu mambo. Mazoea. Yaani mtu ana limiti, hajui hapa huyu ni baba, hata kama ananitania, lakini hapa ni mwisho. Hawajui hicho. Hawajui hicho kitu. Kwepa hicho kitu, lazima ujue limitation. Limit yangu mimi ni hapa mwisho. Kwa sababu ukizidisha tu unaharibu kile Mungu alichopanga ufanyaje, ukipokea kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Imani yako kwa mtumishi wa Mungu isiwe ni jumuiko la watu. Ushaenda kwenye lengo, anashusha imani yako. Wako watu walipokuja kanisani walikuwa watoaji wazuri tu, lakini walipofika kanisani wakaungana na walioko kanisani hadi kimatoleo. Anaangalia mwenzie katoaje, buku. Kumbe inawezekana bwana. Kwa nini mimi nitoe 20,000 na yeye anatoa buku? Mmoja atachukuliwa, mmoja ataachwa. Ndio maandiko yanasema hivyo. Usitende dhambi kwa kisingizio tuko wengi. Unasikia? Usitende dhambi kwa kisingizio tuko wengi. Mmoja atachukuliwa, mmoja ataachwa. Kuwa wewe kama wewe na Mungu wako. Maandiko yanasema atachukuliwa mke, mume ataachwa. Mume atachukuliwa, mke ataachwa. Yaani hata mume Mungu hajui kwenye unyakuo. Swala lako la utakatifu wewe na Mungu wako libaki wewe na Mungu wako. Nisikie makofi kidogo hapo. Jitahidi sana unapoenda sehemu, sio tu kanisani, hata kwenye kazi, hata kwenye kampuni, hata umeajiriwa popote pale. Unapofika kwenye kituo cha kazi, usianze kumechi tabia za wale uliowakuta pale, watakuharibu. Utajiingiza kwenye matatizo ambayo hukutegemea. Ukisimama kwa misimamo yako mambo yatakayoibuka. La kwanza, utapendwa na kiongozi wako wa kazi, kwa sababu tabia zao wale kashazichoka. Lakini la pili, utaibua uadui kwa wale waliofanyaje, uliowakuta. Kwa utaangalia sasa, upendwe na bosi au upendwe na wafanyakazi wenzio, alafu mambo yako yaharibiki. Hapo ndio watu wanaogopaga lawama, anaamua kujiunga na kundi la tabia za ajabu alizozikuta pale katika eneo la kazi. Na mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Mtu akianguka mara 7 nitamsimamisha tena na atarejea katika imani.
Sasa kuna hili wimbi la kusema unatakiwa muamini Mungu, utaki kumwamini mtumishi wa Mungu. Inasemaje Kumbukumbu la Torati 17:18? Inasemaje? Hebu weka hapo kama sijasahau. Ameshaweka huyo mtu. Inasemaje? Kama mna meno 1 2 3. Unasikia? Nami nitatia maneno yangu wapi? Kinywani mwake. So Mungu anatia maneno yake kinywani mwa watumishi wake, manabii. Anatia maneno yake kinywani. Ndio maana mtumishi wa Mungu anapokuwa anazungumza, uwe profesa, uwe una elimu yoyote ile, lazima maneno anayoyatamka yatakugusa, kwa sababu sio maneno ya kibinadamu. Maone sifa kwamba mimi namdindia nifanye kitu, ni hatari nikichukia mimi. Sasa watu huwa hawajui hicho kitu. Na mimi nimeona mifano mingi sana kwa watu wanaoniataki. Nimeona mifano mingi sana. Lazima upate na jambo. Nakwambia ukweli, nimewafuatilia huko. Yaani kila aliyetaja jina langu, huyu, lazima jambo limpate. Kwa sababu mimi sina hatia, mimi nahubiri injili ya kweli. Ni mtumishi wa Mungu wa kweli, naamini nimebeba kitu cha kimungu. Sio Freemason mimi. Sina uganga wa kishetani mimi. Sishirikiani na ushirikina wowote wa kumwasi Mwenyezi Mungu. Kila ninachokihubiri na koti kwenye maandiko na nakifanya kwa usahihi katika njia ya utakatifu. Kuna watu waguswi kaka, ni jicho la Mungu, ni hazina. Mungu hataki mission yake isikamilike kwa sababu yako wewe. Wewe ukinizuia mimi IPM, unazuia mission ya Mungu alionipa hapa duniani. Niache nifanye wakati wangu upite, nife, nizikwe, watakuja wengine unaowapenda. Mimi niache na watu wangu Mungu alionipa wanaonielewa. Wako watu wananielewa mimi vizuri sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu hatakiwi kuchukia kwa ajili yako. Kwepa hicho kitu. Mwambie mwenzio maneno. Kwepa. Nabii wa Mungu kuchukia kwa ajili yako. Wanamcheka na upara, mwamba akachukia. Wanyama wametoka, wamekula wote pale pale. Sasa kwa nini dubu waue wale vijana wasimue nabii? Ndio hayo maandiko hapo. Mungu anaweka maneno yake kwa nani? Kwenye kinywa cha mtumishi wake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu lazima Mungu aweke nini? Maneno yake ndani ya kinywa cha mtumishi wa Mungu, ili atakapoongea yawe mazito, yasiwe maneno ya kisiasa, yasiwe maneno ya uongo. Unapanda hapo unaanza kuleta stori za uongo. Yawe maneno ambayo ni Mungu ameweka maneno yake ndani ya kinywa cha mtumishi wake. Ananielewa aseme amen. Acha kusema inakuwaje. Endelea. A prophet of God. Amina. Na akitamka kitu lazima kitokee. Natamka leo ukashinde vita kiuchumi. Anapotamka mtumishi wa Mungu ukaliamini lile neno kwa dhati bila mashaka, lazima ukaone matokeo katika maisha yako. Nenda kaone matokeo kwenye maisha yako. Nasema nenda kaone matokeo katika maisha yako.
Inasemaje Nyakati 20:20? 1, 2, 3.